mtetezi wako yuko hai. Bwana akiwa pamoja nasi, Bwana akiwa pamoja nasi, hakuna jambo la kumshinda Yesu. Na ndio maana Yesu akasema, ombeni jambo lolote mnalolitaka nami nitalifanya. Kwa nini wewe umeomba jambo fulani litokee, lakini kwa sababu ya vitu fulani vinainuka ili kukutoa kwenye kusudi, unaanza kuchoka, unaanza kusema haiwezekani. Huyu binti alipoambiwa vile akasema, nilipombazwa na mashangazi, maneno ya mashangazi yalinivunja moyo, nikaona ya kwamba ni kweli ninakwenda kupotea, lakini kumbe Bwana amesema watu watoa na kuolewa, na hii ni ndoa. Kumbe hii ni mpango wa Bwana. Haya mawazo ya mashangazi yalitaka kunitoa kwenye baraka za Bwana. Sikiliza nikwambie, baraka za Bwana zitaambatana na wewe, baraka za Mungu zitaambatana na wewe, lakini usipokata tamaa, usipovunjika moyo, ukajifunga mkanda, ukavaa silaha zote, ukaingia kwenye uwanja wa mapambano, Bwana amesema atapigana badala yako, na Bwana amesema atateta pamoja na maadui zako, atanguruma badala yako. Maadui zako watamwagiwa utelezi, wataanguka mbele yako. Unataka kuangushwa kwa maadui wako mbele yako? Sikiliza, usikate tamaa wala usivunjike moyo. Kwa nini unavunjika moyo? Kwa nini unakata tamaa? Kama Daudi angevunjika moyo, na yeye yule Goliathi angeendelea kuwasumbua wale wana wa Israeli, lakini kwa mtu mmoja ambaye akasema, sikati tamaa, nitaingia kwenda kupambana na huyu Goliathi, nitamwendea kwa jina la Bwana wa majeshi. Na alipoingia, ni kweli Bwana akasimama naye, ni kweli Mungu akapigana naye, akashinda ile vita. Wana wa Israeli wakaanza kushangilia, wakasema, majeshi ya Wafilisti yameuawa leo kutokana na mtumishi wa Mungu ulioko mahali hapa. Wewe ni mtumishi wa Mungu ulioko mahali hapa, wewe ni askari wa Bwana. Kwa nini unakata tamaa? Hujui kwamba Bwana anakutegemea wewe? Kwa nini unavunjika moyo? Kwa nini unashindwa? Simama kiume, jifunge mkanda, ingia kwenye uwanja wa mapambano, na Mungu aliye hai atakuwa pamoja nawe, na Mungu aliye hai atakuwa pamoja nawe, na Mungu aliye hai atakuwa pamoja nawe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa nini unavunjika moyo? Kwa nini unakata tamaa? Hamuelewi ya kwamba Mungu akiwa pamoja nasi hakuna jambo. Biblia inasema, wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika wala kuteteleka, lakini wataaibishwa wao wanaotenda uhaini bila sababu. Kwa nini unafika mahali unachoka? Kwa nini unafika mahali umeona tatizo lako ni kubwa sana kuliko Mungu aliye naye? Sikiliza nikwambie, Daudi hakuelewa. Daudi alielewa ya kwamba Mungu aliye naye huyo Goliathi, hata kama kwa macho tunamuona ni mrefu, lakini Mungu ni mrefu zaidi ya huyo Goliathi. Na ndio maana akasema, nitaenda kupigana naye. Ni nini mtanipa nikimshinda huyo Goliathi? Watu wakasema, tutakupa vile vitu. Sikiliza nikwambie, aliingia Daudi kwenda kupigana si kwa sababu ya uwezo alionao, ni kwa sababu alimuelewa Mungu ni nani kwenye maisha yake, na alitambua Mungu ana uwezo gani zidi ya maadui zake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo anaingia akiwa anaelewa Mungu aliye naye ana uwezo kiasi gani. Aliingia akiwa anatambua Mungu aliye naye ana nguvu kiasi gani. Na hata leo tunapoingia kwenye maombi, tunapoenda kupigana vita zidi ya changamoto, zidi ya vikwazo ambavyo viko mbele yetu, tuingie tukiwa tunauelewa sahihi wa juu ya Mungu tuliye naye, ya kwamba ana uwezo kiasi gani, ana nguvu namna gani. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Askari akiwa vitani atakiwi